Stahiki, stahiki yangu, stahiki. Ulisema unaitwa Salima, si ndio? Maana ninaona kama unajidhalilisha kufanya kazi kama ile mrembo kama wewe. Najidhalilisha? Yeah. How? Yaani kivipi najidhalilisha? Wewe ni mrembo sana. Umeumbika kiasi kwamba hamna mwanaume anayekupita hawezi akashinda kukutongoza. So, unaonaje nikibadilisha mfumo wa maisha yako? Mimi sihitaji kubadilishiwa mfumo wa kimaisha. Mfumo nilionao umenitosha na enjoy na furahi kwa kweli. Na kipato changu kinaniridhisha 100%. Salim, usiwe mgumu wa kuelewa. Alafu pia usiwe mwoga wa kufunguka ukweli uliopo moyoni mwako. Mimi najua unatamani kuwa na maisha mazuri, maisha ya kitajiri. Alafu mimi ndo huyo mwanaume ambaye ni tajiri wa kubadilisha mfumo wa maisha yako. Ni kwa nini ungangania maisha ambayo sio mazuri? Karibu kwenye ulimwengu wa maisha mazuri, ni kubadilisha mfumo wa maisha. Okay. Nikuombe kitu? Yeah. Umesema unaweza kunifanyia chochote kile kwenye maisha yangu nikikuomba, si ndio? Yeah. Mimi naomba uniache. Usinitafute, ndo ombi langu. Usije ukafikiria kwamba uliwahi kukutana na mtu kama mimi, okay? Kwanza wewe unaonekana ni mtu ambaye huwezi kupitwa na sketi. Unakumbuka ile siku nimekuja na matunda pale? Upo na mimi unani approach. Mwingine upo unaingiza ndani. Na mle pia sijui kama ulikuwa unaishi na mwanamke mwingine. Huoni kama unaniongopea? Huoni aibu? Sikiliza niwaambie kitu kimoja sana. Wewe kitu ambacho hujui, ile nyumba ina wageni wengi sana. Ushasema kwamba siwezi kukudanganya kwamba yule mtu alikuwa ni nani yangu, lakini mimi point yangu kubwa ni kwamba nimevutiwa na wewe. Ninahitaji kuishi na wewe. Lakini kingine nataka nibadilishe mfumo wa maisha yako. Kwa sababu wewe ni mrembo. Kwa nini unajidhalilisha na kuuza mandizi pale? Kwa nini usiingie kwenye kasiri ya watu matajiri kama sisi kwa kubadilisha maisha? Usiogope. Be humble my dear. Mimi sihitaji kuwa na mahusiano na wewe. Sihitaji kuwa mpenzi wako kwa sababu tayari nina mahusiano na kijakazi wako. Unamzungumzia yule kibaraka wa pale nyumbani kwangu? Exactly. Huyo. Naomba unisikilize. Nipo hapa kuongea na wewe. Siko hapa kuongea kuhusu yule kibaraka kule nyumbani. Na cha msingi Salma, mimi nahitaji wewe mpenzi wangu. Kwa nini unang'ang'ania maisha maskini kama wale? Yule atakupa nini? Atakupeleka wapi yule? Mbona ujishtukie? Okay, fine. Ni dada yako, ni shangazi yako, ni bibi yako, it's up to you. Bye. Sawa. Niko hapo kwa ajili ya kutoa msamaha wako. Wewe ndio kila kitu kwangu. Sina mtu mwingine ambaye naweza nikaenda nikamwomba msamaha zaidi yako wewe. Na hiyo yote ni kwa sababu wewe ndio unakukosea babangu. Nipo chini yako. Naomba unisamehe. Wakati unayafanya hayo, hukuwahi kufikiria kabla? Na ndio maana nikahitaji msamaha wako. Sawa. Hata mimi nakupenda sana. Tena sio kukupenda tu. Wewe ni kipande cha moyo wangu mpaka hivi sasa. Hivyo basi
yangu. Mke wangu kuliko. Ni ndoto tu baby. Okay, buku sasa. Kuwa sawa, ni mambo ya ndoto tu mke wangu. Sawa. Kuwa sawa tafadhali. Nyumbani kwangu sio guest ya kufanya huu uchafu mnaofanya hapa. Halafu wewe ni kibaraka tu, usisahau majukumu yako. Sawa? Nimekuona muda mrefu sana ukiwa kujisahau katika mambo yako. Lakini sidhani kama inaweza kuwa sababu ya pia kujisahau mpaka kuwa huyu hapa ndani kwangu. Hivi, nimekuacha mara ngapi katika matukio yako? Tumekuja huko mweke kama rafiki yangu. Nimeondoka umeniachia kazi ya geti peke yangu. Umekuwa na madam pale. Haijatosha, umechukua pia kuna madam Sesi. Sikuongea kitu, usichukue kama sina akili. Ngoja nikwambie. Hata siku moja nguvu ya mapenzi haiwezi kuzuiliwa kwa uadui kama tunavyofanya. Hey. Sasa unataka ushindane na mimi? Wewe ni maskini. Nyota yako ni umaskini. Na hauwezi kuwa na furaha hata siku moja kwenye maisha yako. Sikiliza nikwambie. Acha kunifananisha mimi na kitu cha ajabu kama wewe. Alafu hii ni nyumba yangu mimi, sio nyumba yako. Usinipangie. Nilijua tu utakuwa na mwanamke mwingine unaishi naye ndani. Nilisema au sikusema? Au kusema. Na utasema. Stahiki yangu, oh stahiki, ndo daraja langu. Stahiki yangu, oh stahiki, ndo daraja langu.